Neno la Mungu linasema katika Matendo ya Mitume 5:12, na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Kwa jinsi hiyo hiyo Mungu amemtia mafuta Askofu John Bagenyeka, na mimi ninaamini nikimgusa mtu atapokea uzima. Sema amen. Nilikuwa na kidney stone ambayo ni figo, nilikuwa na mawe, nilikuwa ile tumbo linauma sana, yani likianza kuuma nafikia stage nazimia. Nilikuwa nakunywa kwanza diclofenac vidonge viwili, sindano ndio angalau kidogo linatulia. Kwenye moyo wangu kulikuwa kuna kidonda. Tumehangaika kila kanisa, mama wangu hajafunguliwa. Sasa nipata mama wangu. Mwili wangu najisikia vizuri kabisa. Nikaanza kucheka, nikaamini kweli kumbe Bwana Yesu anaponya. Tunakuletea kipindi hiki cha matendo makubwa ambayo Mungu amekuwa akiyatenda kupitia mtumishi wake Bishop John Bagenyeka. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 17 mpaka 18 ya kwamba na ishara hizi zitafuatana nao wote waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watashika nyoka, hata wakila kitu cha kufisha hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Penzi mtazamaji, tunaona mstari huu Mungu akitenda kazi kubwa sana kupitia mtumishi wake Bishop John Bagenyeka. Mama mmoja akiwa kazini, yeye ni receptionist, alijisikia vibaya ghafla, akaenda kupumzika kwenye moja ya chumba ambacho huwa wanapumzika. Lakini aliendelea kujisikia vibaya baada ya kuamka. Aliporudi pale kwenye meza yake, ghafla aliona vitu ambavyo havielewi pale chini. Mama yule aliona kwamba ni kitu cha kawaida. Lakini vitu vingi vinavyotendeka katika ulimwengu wa binadamu nyakati zote tunatakiwa kuwa makini navyo. Lakini ile hali ilikuja kumletea shida. Mara alipokuja katika kanisa la Maisha ya Ushindi, alipowekewa mkono na Bishop John Bagenyeka wakati wa maombi, alianza kukimbia. Kumbe ilikuwa ni mapepo yamempaga. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba wote waaminio wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Neno hilo tunaliona likitenda kazi sana kupitia mtumishi wa Mungu Bishop John Bagenyeka. Tizama ushuhuda huu nao utakujenga. Karibu. Mimi nilikuwa toka asubuhi nilipotoka kazini, maana nimetoka night. Kuna kitu kilikopo kila hapa kwenye koo kimenikaba. Yaani mate hayashuki, chochote nikinywa hata maji yanakaba. Yaani kama kuna kitu kimenikaba. Sasa leo jirani yangu akaniambia twende kwenye ibada. Nikamwambia hata hivyo nimechoka, sijisikii vizuri. Cha kushangaza nimeamka pale nikajisikia kutapika, nikaona natapika kwenye ndoo. Lakini kitu hakitoki, bado kimenikaba. Nimejikongoja tu kuja hapa kanisani, lakini bado nikopo, bado kimenikaba. Lakini baada ya maombi nikashangaa, yaani sasa najiona kwamba hakipo. Hata na meza mate, yaani naona ile kitu haipo. Na meza hata mate yanashuka. Lakini hiyo hali juzi ulikuwa uisikii, imekwaza usiku huu? Ilinianza usiku wa mkia leo. Kuna jambo lolote lisilo la kawaida litokea kazini leo? Niliamka asubuhi. Mimi sikuwa silali kwa sababu niko reception. Kuna chumba maalum ambapo una tabia ya kupumzika ikifika saa 8. Nilipoingia kwenye chumba kupumzika ile saa 8, na kwa sababu wateja wanakopo hakuna, nilipoamka nikakuta mtu kamwaga kama mafuta ya kula pale kwenye meza yangu hapo chini, lakini kwenye sakafu. Nikapuzia tu, nikaona iko kama oil, yani nikapotezea, nikaona kitu
siku ukaona ni kawaida tu. Kawaida. Lakini bado hali yangu ikawa sio nzuri, nalegea miguu. Natembea tu, hata dadangu huyu jirani yangu sijamwambia chochote. Natembea. Jirani yako ni yupi? Huyu hapa. Okay. Niko naye. Dada, wewe umeshaokoka, si ndio? Jana nimeokoka. Nampenda Yesu. Jana kuna watumishi wa Mungu walikuja nyumbani. Kwa kweli nimempa Yesu maisha yangu. Hallelujah.